Kiukweli sitaki kukufuru, lakini nataka tu kuweza kuelezea namna ambavyo binadamu wana roho mbaya na jinsi ambavyo binadamu hawapendi kitu chema chochote kitokee katika hii dunia. Na kama vile msemo wa wahenga wanavyosema kwamba vyema ama vizuri havidumu, hivyo hiyo kauli inaambatana na wanadamu waliojaa roho mbaya. Ukiangalia ukijaribu kujiuliza vizuri kwamba hebu ashumu hata wewe kwamba kama Mungu angeamua kuvaa mwili wa kibinadamu huu na akaweza kujitengenezea ikulu katika hii dunia, na watu wakajua kabisa kwamba pale ndipo Mungu anapoishi na yule ndiye Mungu, na pale ndio makazi yake. Yani angeamua tu kuchukua mwili kama vile Yesu alivyokuwa amezaliwa kwa mwanamke na akawa na mwili, na watu wote wakajua kwamba ni Yesu katoka kwa Mungu, na binadamu wangejua kabisa kwamba pale ndipo Mungu anapoishi na huyo ndiye Mungu. Nina uhakika kabisa kwamba bado wangempinga na bado wangetamani kumfanyia kitu chochote kibaya. Haijalishi kwa wema wote anaofanya, haijalishi kwa kila kitu anachotutendea, haijalishi kwa yote aliyoyafanya kutuumba, kutupa maisha bora, kutupa uhai na kutufanya tuwepo, bado binadamu wangempinga tu. Hiyo ndio inatokea ile kauli ya kusema kwamba vyema ama chema hakidumu. Sasa jaribu kufikiria kwa nini wazungu kwanza walianza na kauli ya kusema kwamba Afrika ni wajinga, Afrika giza haliwezi kuondoka, Afrika hawajitambui. Kwa nini wakatamani kwamba demokrasia ikue katika nchi za Afrika, lakini pia wakatamani kuona kwamba wanapata viongozi ambao wanaweza kuikomboa Afrika. Lakini najaribu kufikiria kwamba sio kwamba Afrika huwa haipati viongozi wazuri wanaoweza kukomboa mataifa ama kuikomboa Afrika, ila wakati wote anapotokea kiongozi yoyote katika nchi yoyote anayetamani kuleta mabadiliko na kuikomboa Afrika, pale wanaanza kupandikiza chuki kwa watu wake wa karibu, wanaanza kupandikiza chuki kwa wananchi, wanaanza kupandikiza chuki kwenye hilo taifa, kuhakikisha mpaka wanaiondoa hiyo mbegu katika uso wa dunia, ikiwezekana kabisa hata kuiua na isiwahi kutokea tena. Sasa tunajaribu kuangalia katika nchi yetu hii ya Tanzania, tulikuwa na mheshimiwa John Pombe Magufuli ambaye alikuwa ni kipenzi cha watu sana. Lakini hatuwezi kusema mengi, lakini aliweza kufanya kazi kwa muda mchache na akaweza kuondoka. Mtu ambaye watu walikuwa wanampenda, watu walikuwa wanaona kabisa kwamba huyu ndiye amekuja sasa kusimama na kuweza kuwainspire maraisi wengi katika Afrika. Utaona hata katika mataifa ya jirani kila mmoja alikuwa anaenda kupiga kampeni akisema nichagueni nitafanya kazi kama Magufuli, nichagueni nitakuwa kama Magufuli. Kwa nini? Kwa sababu ya ile spirit ambayo alionyesha kabisa kwamba tunahitaji kuikomboa Afrika. Lakini sasa hivi amekuja kijana mdogo sana ambaye yupo katika nchi ya Burkina Faso, ambaye ni Ibrahim Traore. Pamoja na uzuri ambao wanamfurahia wananchi wake, pamoja na kile ambacho kinasemekana kwamba ni kati ya maraisi ambao ni majasiri, kati ya maraisi ambao wanaweza kuja kulikomboa na kufanya makubwa sana katika bara la Afrika, lakini bado wazungu, bado binadamu wanatafuta kuhakikisha wanaua hii mbegu na kuua hichi kizazi kisiweze kuwepo tena. Ukiangalia mpaka sasa kuna majaribio, inasemekana kuna majaribio zaidi ya 20 ya kuweza kumuua, majaribio zaidi ya 20. Lakini sisi ambao tunaamini katika vitabu vya dini tunaona kuna wakati hila huwa zinafanikiwa.
Sio kila wakati hila inaweza isifanikiwe. Kuna nyakati hila huwa inafanikiwa. Najaribu kufikiria kwamba leo hii kama hila za hawa watu zikafanikiwa itakuwa nini? Jamani, kiukweli tunahitaji kubadilika, kuhakikisha kwamba tunaombea bara la Afrika, tunaombea viongozi wetu wa Afrika, tunaombea marais wetu, na hasa wale marais ambao wanaonyesha nia kuhakikisha wanataka kupindua, wanataka kuipeleka mahali pazuri, kulipeleka mahali pazuri bara la Afrika. Kwa sababu kuna shida gani kama mtu akiweza kusimamia sera zake za nchi yake mwenyewe, na akaweza kusimamia hizo sera za kusaidia taifa lake na wananchi wake, wakasema hiki kitu tunakipenda na huyo mtu tunampenda. Kuna shida gani? Kwa sababu hakuna ulazima wa watu wengine kuingilia siasa za nchi fulani. Sasa utaona kuna umuhimu sana hapa wa kuweza kufanya hivyo. Tuombee, lakini pia tuatie moyo, lakini pia Mungu asaidie sana ili bara la Afrika, kwa sababu Tanzania tulimpoteza Magufuli katika kipindi ambacho ndicho tunamhitaji. Yani kipindi ambacho ndio watu wanamhitaji, ndio kipindi ambacho watu wanasema huyu ndio sasa tulikuwa tunamtaka. Hicho kipindi tukaweza kumpoteza John Pombe Magufuli. Kwa hiyo niliona ni share na wewe mambo machache haya kwa ajili tu ya kuweza kuangalia ama kuangazia kile ambacho kinaendelea. Kikubwa hata pamoja na kuleta upinzani ama kutafuta demokrasia ama kutafuta namna ya kukomboa, tuangalie pia amani ni kitu cha msingi, na hasa kama wananchi wanakifurahia kile ambacho kinaendelea, basi naona ni kwamba ni vyema tu kwamba kikawa na mantiki kwa wananchi. So mchana mwema.